I want to bring the word of God to us today. And our message today comes from the book of Judges chapter 7. I want us to share the word of God from the book of Judges chapter 7. We are going to read at length, but we are going to speak in a very, for a short moment. Judges chapter 7 verse 1 to 15. Judges, the book of Judges chapter 7. We are reading from verse number 1 down to verse number 15. And I will kindly ask my interpreter to read those verses. Kitabu cha Waamuzi 7:1-15. Tafadhali. Kisha Yerubbaali, yani Gideoni, ni watu wote waliokuwa pamoja naye wakaondoka na mapema, wakapiga kambi yao karibu na kijito cha Harodi, na kambi ya Midiani ilikuwa upande wao wa kaskazini, karibu na mlima wa More bondeni. Bwana akamwambia Gideoni, watu hao walio pamoja nawe ni wengi mno, hata nikawatie Wamidiani katika mikono yao, wasije Israeli wakajivuna juu yangu wakisema, mkono wangu mwenyewe ndio ulioniokoa. Basi sasa enda, tangaza habari masikioni mwa watu hawa na kusema, mtu awaye yote anayeogopa na kutetemeka na rudi aondoke katika mlima wa Gileadi. Ndipo watu 22,000 wakarudi katika watu hao, wakabaki watu 10,000. Bwana akamwambia Gideoni, hata sasa watu hawa ni wengi mno, uwalete chini majini, nami nitawajaribu huko kwa ajili yako. Kisha itakuwa ya kwamba yule nitakaye kuambia, huyu atakwenda pamoja nawe, ndiye atakaye kwenda pamoja nawe, na mtu yule nitakaye kuambia, huyu hatakwenda pamoja nawe, basi mtu huyo hatakwenda. Basi akawaleta watu chini majini. Bwana akamwambia Gideoni, kila mtu atakaye yaramba maji kwa ulimi wake, kama vile arambavyo mbwa, huyo atawekwa kando. Kadhalika kila mtu apigaye magoti kunywa, na hesabu ya hao waliokunywa kwa kuramba wakipeleka mkono kinywani ilikuwa watu 300, bali watu wengine wote walipiga magoti kunywa maji. 7. Bwana akamwambia Gideoni, kwa watu hawa 300 walio yaramba maji nitawaokoa, nami nitawatia Wamidiani katika mikono yako, lakini watu hao wote wengine na waende zao, kila mtu mahali pake. Basi wale watu wakachukua vyakula vyao mikononi mwao na tarumbeta zao, naye akawapeleka watu wote wa Israeli, kila mtu hemani kwake, bali aliwazuia wale watu 300, na kambi ya Wamidiani ilikuwa chini yake bondeni. Ikawa usiku huo Bwana akamwambia, ondoka, shuka kambini, maana nimeitia katika mikono yako. Lakini ukiogopa shuka pamoja na Pura mtumishi wako kambini, nawe utasikia wanayosema, na baada ya haya mikono yako itatiwa nguvu, ushuke kambini. Ndipo akashuka pamoja na Pura mtumishi wake, hata kufikilia mwisho wa watu wenye silaha waliokuwa kambini, nao Wamidiani na Wameleki na hao wana wa mashariki walikuwa wametoa bondeni mfano wa nzige kwa wingi, na ngamia zao walikuwa hawana hesabu, mfano wa mchanga wa ufuoni kwa wingi. Hata Gideoni alipofika, tazama, palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa akimhadithia mwenziwe ndoto, akasema, tazama, naliota ndoto, na tazama, mkate wa shayiri ulianguka katika kambi ya Midiani, ukafika hata hema moja, ukaipiga hata ikaanguka, nao ukaipindua hata ikalala chini. Mwenzake akamjibu akasema, habari hii haikosi kuwa upanga wa Gideoni mwana wa Yoashi mtu wa Israeli. Mungu amewatia Wamidiani na jeshi lote katika mkono wote. 15. Ikawa aliposikia habari ya ile ndoto na kufasiriwa kwake, akasujudu, akarudi katika jeshi la Israeli, akasema, inukeni, kwa maana Bwana amelitia jeshi la Midiani mikononi mwenu. We love you, Lord.
because you love us from the beginning. Tunakupenda Bwana maana ulitupenda kuanzia mwanzo. We don't take it for granted for giving us another opportunity to hear your word. Hatuchukui kawaida Bwana mara nyingine tena Bwana fursa umepatia kusikia neno lako. Thank you for the grace you have given me to stand once again. Asante kwa neema Bwana umenipatia kusimama tena siku ya leo. Thank you for the word that you've laid in my heart. Asante kwa neno ambalo umeweka katika moyo wangu. Lord, as I'm going to share with these brethren, Baba, ninaposhiriki na wapendwa hawa, I pray that your praises may be upon us. Naomba kwamba uwepo wako Bwana uende pamoja nasi. Allow your Holy Spirit to speak to our hearts. Roho wako Mtakatifu akanena mioyo yetu Bwana. Because we always desire, maana kila wakati tunatamani, that we may know you and know your way. ili tukakujue wewe na kujua mapenzi yako juu yetu. Thank you for your word. Asante kwa neno lako. In Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu tumeomba. And the church say amen. Na kanisa liseme amen. Kanisa liseme amen. Amen. Kanisa liseme amen. Amen. Now allow me to add another scripture. Niruhusu niongeze kifungu kingine. The book of Psalm chapter 91 verse 7. Zaburi ya 91 mstari wa 7. This is a prophetic scripture. Hili ni neno la kiunabii. Psalms 91 verse 7. Zaburi 91 mstari wa 7. Psalms 91 verse 7. Zaburi 91 mstari wa 7. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. Ijapo watu 1,000 waanguka ubavuni pako, na 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo hautaukaribia wewe. Now this morning, allow me to share a message. Asubuhi ya leo niruhusuni nikahubiri ujumbe. The title of our message today, or the subtitle of our message today, is Enemies Will Not Come Near You. Mada ndogo ambayo tuko nayo leo ni kwamba maadui hawataukaribia kamwe. Enemies will not come near you. Maadui hawataukaribia kamwe. And this is in connection with the theme that we've been sharing since January, or the theme 2025. Na hii inaambatana na mada kuu ambayo tumekuwa tukizungumzia mwaka huu wa 25. That is walking in the promises of God. Kutembea katika ahadi za Bwana. And for the last 2 Sundays I've been speaking about the promises of victory as a topic. Kwa majuma mawili nimekuwa nikiongea kuhusu ahadi za Bwana. And today I'm sharing on a subtopic. Enemies will never or will not come near you. Na katika mada ambayo tumekuwa tukishiriki kwa muda miwili, mada ndogo ni kwamba adui hata ukaribia kamwe. Now God has put this word in my heart. Bwana ameweka neno hili katika moyo wangu. And this afternoon I want to prophesy to someone, if not all of us. Asubuhi ya leo ningependa kupeana unabii kwa mmoja kama sio sote. And this is what I want to say. Na hivi ndio ningependa kusema. God has sent me to come and tell you. Bwana amenituma nije niwaambie. And I want to prophesy to you. Ningependa kupeana neno la unabii. That enemies will not come near you in Jesus' name. Ya kwamba adui hata ukaribia katika maisha yako katika jina la Yesu. Wacha niseme vizuri, maadui hawatakukaribia katika jina la Yesu. Nimekuja nitabirie mtu mchana wa leo ya kwamba maadui hawatakukaribia katika jina la Yesu. Amen. Ngoja labda hujanielewa. Maadui watakuwepo, maadui watasimama, maadui watajipanga, watajitayarisha kupigana na wewe. Lakini taarifa nzuri ni hii siku ya leo ya kwamba hawatawahi kukukaribia katika jina la Yesu. Mungu awabariki wale wamesema amen. Oh, wameongezeka. Mungu awabariki hata wale wameongezeka kusema amen. God has sent me to tell you, my brother, my sister, that enemies will never come near to you. Bwana amenituma nije niwaambie kwamba adui hata ukaribia kamwe. If you believe, say amen. Kama unaamini sema amen. If you believe, shout a better amen. Kama unaamini sema amen kubwa. So will never come near you. Hata ukaribia kabisa. They will never come near you. Hawata ukaribia kamwe. And this is the reality of life. Na hii ni ukweli halisi wa maisha. That when the enemy rises against, especially the people of God, adui anapoinuka juu yako, mwanzo mwana wa Mungu, the righteous, wale watakatifu, the called men and women of God, walioitwa wana wa Mungu, they will never come near them. hautakaribiwa kamwe. That's why the psalmist says,
Ndiposa mwandishi wa Zaburi anasema 1,000 may fall on your side. 1,000 wanaweza kaanguka katika upande wako. 10,000 may fall on your right hand. 10,000 katika mkono wako wa kulia. But God is telling us today, lakini Bwana anasema leo, that they will never come near to us. kwamba hatakaribia kamwe. Let me declare in this church once again, enemies will never come near to this church in Jesus' name. Wacha nitangaze wa kanisa kwamba maadui hatakaribia enemies will never come near your family in Jesus' name. Adui hatakaribia jamii yako kwa jina la Yesu. Enemies will never come near your life in Jesus' name. Adui hatakaribia katika maisha yako katika jina la Yesu. And victory is your portion. Na ushindi ni ahadi. Victory is your portion. Ushindi ni wako kwa jina. Now, the scripture that we've read, ujumbe ambao tumesoma, the portion of the scripture that we've read, katika kama utafuata na kuelewa haya, my brother, my sister, I can assure you, ndugu yangu, dada yangu, nataka nikuhakikishie, there is no battle, hakuna vita vyovyote that you will face in your life ambazo utapambana maishani mwako fail to have victory. na ukose kushinda. Victory will always be on your side. Kila wakati daima utakuwa mshindi. It will always be your portion. Kila wakati utaishi maisha ya ushindi. As long as you understand the following principle. Wakati unapoelewa kanuni hizi. So very first, let me give you the principles. Kwa haraka naomba nikupatie hizi kanuni. So ladies and gentlemen, allow me to propose to us 6 principles. Wapendwa, wacha niwapatie kanuni 6 that will assure your victory, ambazo zitahakikisha ushindi katika maisha yako. Every battle that you face. Katika vita ambavyo utapambana. Principle number 1. Ile ya kwanza. This is very important, you need to understand. Kanuni ya kwanza. Principle number 1. Ya kwanza. Please write this. Andika hii. Victory is not always in logic. Kushinda kawaida. Kushinda is not always. Si kuwa ni kawaida. Kushinda si kwa kutumia, si wakati wote ni kwa kutumia akili. Victory is not always in logic. Kila wakati ili ukashinde si kwamba unatumia akili yako. Victory is not always in logic. Kushinda kila wakati si kwa kutumia akili. And I want to take you back to the scripture, verse number 2. Naomba niwapeleke katika ujumbe ambao tumesoma mstari wa 2. Of that Judges chapter number 7. Waamuzi 7 mstari wa 2. Verse 2. Mstari wa 2. I'm interested in part A.
Ile ya kwanza a. The Bible says, the Lord said to Gideon, Biblia inasema Bwana akamwambia Gideoni, you have too many men. Watu hao walio pamoja nawe ni wengi mno. Let's read again. Read it again, please. Bwana akamwambia Gideoni, he told Gideon, watu hao walio pamoja nawe, this man you are having, ni wengi mno. They are too many. Ni wengi. Now listen to this. Naomba usikize hii. Gideon was preparing to stand and fight against the enemy. Alikuwa anajiandaa kwenda kupigana na maadui zake, the Midianites. Wale wa Midiani. Now being the commander, akiwa ni amiri jeshi it mkuu, was his responsibility to prepare the army. Ilikuwa ni kazi yake kuandaa jeshi. And Gideon had enough soldiers. Na Gideon alikuwa na wanajeshi wa kutosha. Because Israel was having a bigger army. Maana Israeli ilikuwa na jeshi kuu sana. So that big army was prepared. Jeshi kubwa lilikuwa tayari to face the enemies. kwenda kupigana na maadui wao. Now if they had a bigger army, kama walikuwa na jeshi kubwa, that was an assurance. Hiyo ilikuwa ni hakika. Oh, the larger the army, ya kwamba bora tu jeshi ni kubwa, the more probability, uhakika wa kushinda, to win the battle. Uhakika wa kushinda If vita they hivyo. had a bigger army, kuwa na jeshi kubwa, the chances of winning the battle against enemies, uhakika wingi wa kushinda maadui, was very high. ulikuwa uko juu. Was very high. Ulikuwa uko juu. And that is logic. Na hiyo ni kiakili. Hauhitaji hata kwenda shule. Hiyo ni akili ya kuzaliwa nayo. Ya kwamba hawa ni maadui naenda kupigana nao. Nikiwa na kajeshi kadogo, kunaweza kuwa na kazi. Lakini ni jeshi langu likiwa likubwa, nikiwa na maskari wengi, ushindi kwangu unahakikishwa. That is logic. Ni akili tu. Lakini kabla Gideon hajasimama kupigana nao, sikiza vile Mungu anasema. Sema, this army is too big for me. Jeshi hili ni kubwa sana kwangu. Anaambia Gideon, this army is too big for me. Hili jeshi ni kubwa sana kwangu. Na muone Gideon anamuuliza Mungu, unatakaje? Now God says, reduce it. Mungu akamwambia kwamba wapunguze. That is against the logic. Hiyo ni kinyume na kiakili. If I had a bigger army, ushindi unaonekana ni hakika. Unaniambia nilipunguze. Na muona Gideon anauliza, tutaenda kushindaje kama unasema jeshi tupunguze? Kwa nini? Mungu alikuwa anataka kumfundisha kitu. Ya kwamba logic inasema the bigger the army, the easier the victory. Jinsi jeshi likiwa kubwa ndio ushindi ni hakika. That is logic. Hiyo ni kiakili. The more the resources, jinsi tuko na rasilimali mingi, the easier the victory. Ndio rahisi tunaweza tukapata ushindi. That is logic. Hiyo ni kiakili. The more connectedness, vile nimeunganishwa na watu, the easier the victory. That is logic. Ndivyo naweza nikapata ushindi. Hiyo ni kiakili. Lakini tunatumikia Mungu ambaye anaweza kufanya kazi kinyume na logic. Ndio maana anapangua logic ya mwanadamu. Anamwambia, ninaamini wewe ushindi umeuweka katika jeshi kubwa. Lakini wacha nikuonyeshe kitu. Ya kwamba hata jeshi likiwa dogo, madamu mimi niko hapo, ushindi ni hakika. Sikiza, ushindi wetu si kwa sababu ya vile tulivyo navyo. Ushindi wako mama si kwa sababu ya vile vitu vile rasilimali ulizonazo. Si wingi wa rasilimali ulizonazo. Si wingi wa backup ulionayo. Lakini hata ukiwa katika uchache, madamu Mungu yuko pamoja nawe, ushindi kwako ni hakika. Kama unaamini hivyo sema amen. Amen. Madamu Mungu yuko upande wako, ushindi kwako ni hakika katika jina la Yesu. Na ndio maana kuna mtu hapa anapigana na vita na amekaa mahali anajifikiria, anajiangalia, anajitazama, halafu anaangalia ule upinzani vile umejipanga na vile umekaa,
na vile umestrategize na zile facilities wako nazo na ule uwezo na yale majina makubwa makubwa na vyeo na rasilimali na pesa and everything na connection na kila kitu, wanaona ninaweza kukabiliana nao kweli. Sikiza, kama wana magari wana farasi, wewe una Mungu wa majeshi katika upande wako. Na ndio maana ninatangaza ndani ya hii nyumba, Bwana anaenda kukupa ushindi juu ya vita vyako katika jina la Yesu. Ninatabiria mtu ndani ya ibada hii ya kwamba maadui hawatakuweza katika jina la Yesu. Wakitegemea magari, wakitegemea mafarasi, sisi tunalitegemea jina la Bwana wa majeshi, Mungu aliye hai, Mungu mwenye nguvu, aliyeziumba mbingu na nchi na vyote vilivyo. Si kwa uwezo wala mamlaka. It was by power. Si kwa nguvu, bali ni kwa yeye aliye juu. Bali ni kwa yeye aliye hai. Anamwambia Gideoni, punguza hili jeshi. Ninamwona Gideoni akitoka na hapo kajeshi kadogo na udhaifu mwingi sana, akiwa na mashaka, kuna mashaka, anaenda kupigana lakini ana mashaka. Wewe kuna Mungu aliye hai, anayetupigania, anayetutetea. Katikati ya mashaka Mungu akashuka akawa pamoja naye, akamshika mkono wa kuume. Naona Mungu anamwambia, mwanangu, acha mashaka. Hata kama unajiona mnyonge, mdhaifu, lakini ukiwa ndani yangu wewe una nguvu. You are more than a conqueror. Unisaidia ushindi, maana niko upande wako. Twende mkachapane nao maadui, maana niko pamoja nawe. Kuna mtu namtabiria hapa, enda uchapane nao, usiwaogope wala kuwa hofu. Una Mungu katika upande wako, una Mungu katika upande wako. Mungu akiwa upande wetu, ni nani awezaye kuwa kinyume chetu? Mungu akiwa na upande wako mama, ni nani awezaye kuwa kinyume chako? Amina. Reduce the army. Punguza hilo jeshi. Anamwambia, you don't need all this. Hauhitaji hao wengi. What if there's something you need in me? Unahitaji tu msaada wangu. Mungu anamwambia, ni mimi ndio unahitaji, si jeshi kubwa. Sikiza, ili kushinda hivyo vita unahitaji Mungu katika maisha yako. Na kwa sababu Mungu tayari unaye, si ushinde katika jina la Yesu. Amen. Si ushinde katika jina la Yesu. Amen. Si Mungu anyamazishe maadui zako katika jina la Yesu. Amen. Maana Mungu uko upande wetu kabisa, upande wetu. Reduce the, it is not always in the logic. Kawaida sio kutumia akili zetu. Ati huwa na maarifa huyu, ametrain. Si training, si training. Mungu anaweza kutumia yule ambaye hajatrain na shinde vita katika jina la Yesu. Amen. The victory is not always on the training. Kila wakati ushindi hautokani na jinsi uko taaluma. Hata viko katika silaha. Ndio maana Zaburi 20 anasema, wengi watategemea magari na farasi, lakini sisi tutategemea jina la Bwana. Maana jina la Bwana na Bwana akiwa upande wako, my brother, my sister, unapata ushindi katika jina la Yesu. Amen. Si ushindi katika jina la Yesu. Amen. Nasema pokea ushindi juu ya vita vyako vyote katika jina la Yesu. Amen. Jambo la pili, the second principle I want to give you. Kanuni ya pili ningependa kuwapatia. Number 2, this is very important. Jambo la pili ambalo ni muhimu sana. Very important. Muhimu sana. Number 2. Ya pili. Victory in weakness glorifies God. Ushindi katika unyonge inamtukuza Mungu. Yes. Victory in our weaknesses or in weakness glorifies God. Ushindi katika unyonge wetu inamtukuza Mungu. Victory in our weakness glorifies God. Ushindi katika unyonge wetu inamtukuza Mungu. The same verse number 2. Pale tumesoma mstari wa pili. Verse number 2. Mstari wa pili. Let's read. Nasema, Bwana akamwambia Gideoni, watu hao walio pamoja nawe ni wengi mno, hata nikawatie Wamidiani katika mikono yao. Wasije Israeli wakajivuna juu yangu wakisema, mkono wangu mwenyewe ndio ulioniokoa. I cannot deliver Midian into their hands. Siwezi nikawakomboa Waisraeli kwa mikono yao. Or Israel would boast against me. Maana Wanaisraeli watajivunia wao wenyewe. Na waanze kusema tumewachapa maadui maana tulikuwa na pesa. Adui hakutuweza maana tulikuwa na connection. Wangetuweza maana tulikuwa wakubwa. Kwanza angepigana
na sisi aje? Sisi tuna majina Bwana, tumejulikana. Anasema sitafanya hivyo ili sije wakajivunia ule their strength, ile nguvu yao. Ukishinda na hizo rasilimali, you will attribute your victory to your resources. Utasema nilishinda maana pesa nilikuwa nazo kutosha. Nilishinda maana hawakujua kuwa how connected I am. Nilishinda maana watu waliokuwa nyuma yangu wewe wachana na. Nilishinda maana mbarini pepo familia yetu si kidogo. Nilishinda maana mimi si mchache. Nilishinda. So Mungu anapata utukufu hapa. Tukufu unaenda kwa rasilimali, unaenda kwa watu unaowajua, unaenda kwa wale umesimama nao. Mungu anakosa chembe yote. Ndio maana anasema punguza hilo jeshi, ili wakishinda waseme hakika ni Mungu ametupigania na Mungu apokee utukufu. Sikiza, Mungu atajaribu kwa vyovyote katika vita vyako ajipe utukufu. Na kabla hivyo vita vichache hakikisha amekutoanisha kabisa. Wale uliwatumainia wasimame na wewe kwanza, na watoa mmoja mmoja, na wa disconnect kabisa wewe, mpaka uanze kujiona nimebaki na nani? Wale watu ulifikia unasimama nao hawako na wewe tena. Unaanza kuimba vinyimbo vya kufariji, ni wewe Yesu nimebaki. Maana ndugu zangu wote wame, ni wewe Yesu hapo ndipo anakutaka hapo kwa kuwa ni wewe tuna yeye ndio umebakia. Na kama utapata ushindi pasipo kusaidiwa na ndugu zako, kama utapata ushindi hata pesa hauna, kama utapata ushindi watu wote wamekutoroka, utukufu wote anapewa Mungu. Na ndio maana atakuruhusu upigane peke yako. Ukituita tuje tukusaidie, Mungu atakupa sababu nzuri ya kutokuja kusaidia. Na si kwa sababu tumekumena, my brother, kumena si Kiswahili. Si kwa sababu kumena ni nini? Tumekuchukia, si kwa sababu tumekuchukia. Mungu amesababisha hivyo ili ajipe utukufu mwingi. So ninaona mtu hapa mwenye ana complain. Don't complain my sister. Usilalamike. Mungu anataka kujipa utukufu kupitia kwa maisha yako. Kama unaamini hivyo sema amen. Amen. Maana tukisimama na wewe utasema hiyo kanisa ilinisimamisha sana. Na tunaona sasa unapatia utukufu kanisa. Jamii ilisimama na mimi sana. Unachukua utukufu unampatia. Ndio maana Mungu ataagiza jamii ameweka kando kidogo, si sana, kidogo tu. Ili ungangane peke yako, na ukishinda hakuna mtu mwingine utaona, bali utaona Mungu wa mbinguni ndio amekupigania ili utukufu na heshima umrudie yeye. Sikiza, kama umetengwa, haujatengwa kwa sababu unachukiwa. Mungu anataka kujipa utukufu kupitia maisha yako. Nasema Bwana anaenda kukupa ushindi, na ushindi wako anaenda kumregeshia Bwana utukufu katika jina la Yesu. Amen. Nasema Bwana ajipe utukufu kupitia maisha yako katika jina la Yesu. In our weaknesses, God is glorified. Katika unyonge wetu ndipo Mungu anatukuzwa. Yes. Ndio. Mungu anapokea utukufu. Ndivyo ilivyo. In our weakness, God is glorified. Katika unyonge wetu ndio Bwana huwa anatukuzwa. Ni sahihi basi nimeng'ang'ana, baraka nimechapana mpaka nimetoka mshindi. Kwa sababu mnanijua, mnaanza kukaa vikao na kuniuliza, Baraka alishindaje hapa? Maana mnanijua. Si mnanijua? Mnajua watu wa kwetu, hamwajui maana hata hawana jina. Ni watu tu. Lakini mkiona sasa nimesimama na bendera ya ushindi, mnaanza kuulizana, alishindaje huyu? Alishinda namna gani? Ni kwa sababu hana magari, hana farasi, lakini ana jina la Bwana aliye hai. Na Bwana ndio amempa ushindi, na anapokea utukufu na heshima zote. Si Mungu asababishe apokee utukufu na heshima zote kupitia maisha yako katika jina la Yesu. Amen. Glory. God receive the glory. Mungu apate utukufu. He receive the glory. Apate utukufu wote. In our weakness. Katika unyonge wetu.